Big
Mungu abariki sana. Shalom. Shalom wapi? Wako wapi? Sijawaona. Tupeleke nyimbo mapema kule tuwe tayari. Amen. Inapendeza sana. Amen. Oeni. Wapi vigelegele wa mama? Wa mama mnabana vigelegele. I love
Makofi na vigelegele. Yaani hapo mmegonga penyewe kabisa. Kabisa. Karibu sana utukufu. Single
Kama bahasha zimekwisha, nyingine ziko hapa. Waimbaji dance, tunasema Jani kwa Yesu, wetu amesema Yesu. Wengine wameanza kurejesha bahasha. Ukiwa nayo unaweza kuleta
Namweka mtumishi wako mbele zako jioni ya leo. Kama mamlaka aliyopewa na wewe kusimama mbele za watu wako jioni ya leo. Ukamtumia kama chombo chako, kama vile upendavyo Yesu. Roho Mtakatifu shuka ndani yake, ukanena ndani yake. Bwana, wewe ni mwema na mwaminifu. Yeye ni chombo tu, lakini mnenaji ni wewe Bwana. Naomba ukaseme na mkutano, ukaseme na wababa na wamama, ukaseme na watu wote katika jina la Yesu. Naomba uwepo wako na rehema zako zishuke, utawale kwa neno lako la uzima katika jina la Yesu. Sema amen. Karibu mtumishi wa Bwana, baba mchungaji, mpaka mafuta wa Bwana. Bwana akubariki. Waimbaji hakuna kukaa. Waimbaji mnakaa. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Awasalimu katika jina la Yesu safi. Watu wa Busungu nitawamisi sana kabisa. Anga hili limefunguka. Yenye moja hilo baki. Anga hili linampenda Yesu. Watu wanamtumikia Mungu katika viwango vikubwa. Itakuwa hasara kwa mtu ambaye ataendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu. Sila ya mkutano huu itasogelea mbele yake na itadai kwamba ulikuwepo katika viwanja vya mkutano, neno la Mungu lilihubiriwa na hukuweza kuokoka. Haleluya, haleluya. Mungu wetu anatupenda. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Chukua bahasha yako kwa ajili ya kuiwezesha injili ya Kristo. Ndugu zangu, kuna wakati mwingine Bwana anaamua kumtukuza mtu kabisa. Anapomtukuza mtu, Mungu, hakuna mwanadamu anayeweza kupinga. Hakuna. Nilikwambia kwamba mkutano unafuatiliwa. Nimekuwa nikipokea SMS wanasema kwamba huo mkutano una nguvu ya pekee. Amina. Wanatamani sana wangehudhuria kama ulivyohudhuria. Amina. Maana unaona katika viwango vikubwa. Mkutano uso wa pekee. Huu mkutano
juu. Mungu ameuinua. Umekusanya watu wa kila aina. Umekusanya waimbaji wa kila aina. Wenye viwango vya hali ya juu. Sio mkutano wa kukosa mwana wa Mungu. Shonya leo ya kwako kabisa. Shonya leo ya kwako mpendwa. Shonya leo ya kwako wewe mtu leo wa Mungu. Waimbaji wameimba nyimbo nzuri. Wamehubiri katika viwango vyote. Wengine wamechafuliwa na vumbi hili. Wengine wamedagaa wajangalia mwili wao. Usifikiri ni jambo la kitoto. Huu ni uzima walionao. Kama unauma mshipa hawezi kukadaa hivyo. Hawezi mshipa. Ni wazima na kuendelea. Haleluya. Haleluya. Amen. Sana nisema wewe. Kuna hali iliyokomeza. Unatakiwa hiyo hali kutapike. Ubaki kwa mtu salama. Ninasikitika kuna watu hawahudhurii semina. Katika asubuhi tunajifunza maagizo ya Mungu, lakini wengine mnajikataa. Neno la Mungu ni la muhimu sana. Kuna watu wamenibariki sana, wenyeji wa hapa Busuru. Wanaitwa kuna kwa fanya ni kutoka maeneo hapo chini. Naitwa kwa gani? Hazina. Yeah. Mimi ni wapa soda kabisa. Hazina mko wapi? Mimi wapa soda, wamenibariki sana hii kwaya. Amen. Amen. Soda. Sababu tuko nao hata asubuhi wanakuja. Ndio. Lakini ni majeshi kabisa. Amen. Kuna makwaya mengine mmetulea majumbani. Tunasubiria kuja saa 9. Lini utakomaa leo kama hujifunzi neno la Mungu? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mimi sio mtu wa dini. Ninajua dini yako ni nzuri sana. Kwa sababu imeanzishwa na baba yako au bako. Unaipenda sana. Na dini hiyo ulionayo ni nzuri mno. Na unajifunza maneno ya Mungu, siwezi kuikashifu. Maana ninatoa mbinguni kinachoandaliwa ni watu kuingia ufalme wa Mungu. Huko mbinguni hakuna tuwajube kwa madini. Huko mbinguni hakuna nafasi kama hao walikuwa ni maaskofu. Huko mbinguni wataingia watakatifu. Ndio maana mimi ni mtu wa watu wote. Maeneo yote ninaalikwa na kwenda ninahubiri Injili. Amina. Watu wananipenda namna hiyo. Ndio. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kama dini yako inafanya maovu mambo fulani, lakini mimi siangalia hayo mambo. Ninajua kwamba ndani ya watu hao wamo tutapenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanashindwa kuwahusu watu wao. Kama wangehudhuria mikutano watavuliwa. Mtu kama anahitaji kuvuliwa anavuliwa tu. Hata kama hajahudhuria mkutano anaweza kavuliwa tu. Watu wanahitaji kumwona Mungu, hawahitaji maneno. Watu wanahitaji kuona mkono wa Mungu, hawahitaji maswala. Haleluya. Amina. Unahitaji kuhusu watu wakamwabudu Mungu. Wakajifunza neno la Mungu. Wafanye kuwatoa mahali na kuwapeleka mahali pengine. Kwa hiyo zawadi yenu mkame soma. Bwana Yesu asifiwe sana. Njoo chukua. Bwana amenibariki, jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Tunaangalia baraka. Amina. Sema amen. Sema amen. Basi shona leo. Napenda nikuletee neno nasema kwamba usalama uko kwa Yesu. Haleluya. Amen. Hakuna sehemu nyingine zaidi ya kwa Yesu. Mambo unayofanya yote yana usalama. Pesa zako hazina usalama. Maufuko wako hauna usalama. Nguvu zako hazina usalama. Siku moja nikajivunia nguvu. Nikaingia sokoni. Wakanilia vijana. Wakasema kwamba huyu bwana Unyango amezoea na sabaratisha soko kwa ajili ya ngumi zake. Sasa tujipange wote. Vijana mafuti kama yeye tuweze kumshughulikia. Sikiliza nikwambie, nguvu zangu hazikuweza kufanya kitu. Walinilenga wakanipiga ngumi kwenye mdomo. Mdomo wangu ukapasuka. Sikia nikwambie haitawazaya. Nikaenda mbugani. Nilipoenda mbugani kukata mti. Mti nao ukasema kwamba ni hapo. Nao tena wakanipiga kwenye mdomo ule. Mdomo ukaendelea kupasuka. Sikuona msaada wote. Ndio chochote tunachokifanya hakina msaada wote. Msaada uko kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kama mtu wa kawaida.
Huwezi kuwa mtu yule tu, lakini mwana wa Mungu sikani kwambie, yule ambaye toka katika dhambi, yule ambaye anakuhubiria, yule ambaye toka katika wafu, walikuwa wamekufa kafunika, daktari wakapima vipimo vyote, wakasema mimi maliza safari, wakapima wakaanza kulewa na ndugu, ndio jisikani waweze kuridhika, lakini Mungu alikuwa anafunika ndani yangu, akasema Bwana Honest, huwezi kufa. Kuna mtu mmoja ananifuatilia katika YouTube, baada ya kusikia niko mahali hapa, inawezekana unabarikiwa neno hili mahali hapo ulipo, unaponifuata neno la kwako, wazee watu wa Busunzu, ni watu wote ambao wanajua mtandao huu, na Yesu asifiwe sana. Sikia nikwambie, mtandao ulikuwa waanza kunitolesha kitu, nikienda kwa baba yangu askofu. Asubuhi nimewafundisha habari za heshima, discipline. Wale Wakristo wengine naweza mkafunza kwa habari discipline. Nikaenda kwa baba yangu nikasema mwenyewe amepanga mkutano kwenye tarehe 20 na akasema ya kwamba wewe mtoto wangu nakupenda, ninajua una wito wa kuhubiri Injili, lakini sikiliza nikwambie, tuna mkutano tarehe hizo, lazima mwambie mwenyewe wako tarehe hizo ziweze kuahirika, kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu na na muhimu. Basi nikatee. Baba akasema ya kwamba kwa kuwa umetee, mafuta yakwende. Amina. Leo mtume anakuja kwa sababu nashuka chini na Mungu anaendelea kuniinua. Amina. Yesu asifiwe sana. Amina. Msemaji kitabu hapo, siwezi kupoteza muda mwingi sana. Ndio ambacho wameimba mambo mengi sana. Wamekuimba habari za vifurushi, wamekuimba habari za mapombe, wamekuimba habari za sigara, wameimba mambo mengi sana. Wamekumbea katika mkutano huu, wengine wamekuzungumza habari za uchawi. Kwa hiyo nina muda mchache tu wa kuzungumza na wewe katika jioni ya leo. Haleluya. Amina. Nisome kitabu kimoja kinaitwa Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo huyu alikuwa ni mvuvi, alikuwa anavua samaki. Siku moja akatokewa na Yesu katika mashua yake anavua. Walikuwa wamechoka sana, walikuwa hawajapata samaki. Yesu alipotokea wakaiona faraja hiyo. Yesu akawaambia, chukueni nyavu mwingie kilindini, maana mnakwenda kuzivua samaki. Sikiliza nikwambie, huyu ndio Mathayo sasa anatumuuzwa katika jioni ya leo. Anatuambia maneno jinsi ambavyo Yesu Kristo alitenda. Hasemi maneno yake mwenyewe kama Mathayo, anasema yale ambayo Yesu alitenda. Na mimi sisemi kama mimi ninavyoniona, ninasema yale ambayo Yesu alituagiza. Ndio mbatene ulimwenguni tukawahubiri mataifa, wakaamini na kubatizwa wataokoka. Jioni yako ya kuokoka mwana wa Mungu, jioni yako ya kuokoka mtu wa Mungu ulioko mahali hapa. Sikiliza, kuna watu kila mmoja aliyeomba na Mungu ni mtu, lakini ndani ya mtu atoka kwa mwana wa Mungu. Yawezekana bado wewe ni mtu, yawezekana usikaa bado hujawa mwana wa Mungu. Jioni ya leo kutoka katika jina la mtu usiye kuwa mwana wa Mungu. Amina. Amina. Haleluya. Yesu ni mwema. Yesu anakupenda. Haleluya. Soma kitabu cha Mathayo 28. Mathayo 8:28. Some. Naomba utulivu. Endelee kwenda na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Inawezekana ukadharau, ukasema kwamba ngoja mimi nijikatae, Injili nisikie. Inawezekana siku ya leo ukawa tayari ni mtu wa kuondoka, maana tayari hujui kimekusudiwa nini. Inawezekana Mungu amependa jioni ya leo ili Bwana alinyume miaka yako. Miaka yako imekwisha kupita tayari. Mungu anaona kama vile unayaga dunia, lakini amekusudia uokoke ili aweze kunyume miaka yako tena, uweze tena kuendelea kuishi duniani ukiujenga ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo niombe usitoke mahali hapa kabla ya mtumishi wa Mungu hajamaliza. Soma. Amina. Amen. Mathayo 8:28 Biblia inasema, ndio, naye alipofika ng'ambo, Yesu Kristo katika nchi ya Wagerasi, katika nchi ya Busunzu, watu wawili wenye pepo walikutana naye. Busunzu Walikutana naye. Walikutana na Yesu. Wanatoka makaburini. Wanatoka huko mnakwenda kuzika. Wakali mno. Walikuwa wakali mno sana. Hata
njia ile. Hata mtu asiweze kupitia njia kwenda center. Amen. Amen. Sema. Ndio. Natazama wakapiga kelele. Wakisema tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Amina. Sasa inasema Ndio. Basi kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi. Wakilisha. Sasa moja. Ndio. Wale pepo wakamsihi. Wakisema ukitutoa sisi mapepo. tuache twende. Tukaingia katika lile kundi la nguruwe. Sasa nabii anasema Ndio. akawaambia Yesu. nendeni, wakatoka. Wakaingia katika kundi la nguruwe. Na kumbe kundi lote wakateremka kwa kasi gengeni. Hata baharini. Wakafa majini. Sasa na tatu. Lakini walikimbia. Wakaenda zao mjini. Wakazieleza habari zote na habari za wale wenye pepo pia. Sasa na 4. Natazama mji wote ukatoka kwenda kumlaki Yesu. Nao walipomwona walimsihi aondoke mipakani mwao. Amina. Tapeka na makofi na vigelegele. Nimekuletea habari njema za kwamba usalama uko kwa Yesu. Sikiza nikwambie, watu walikuwa ni binadamu kama wewe, waliingiliwa na mapepo, wakaishi makaburini. Njia ilifungwa, maana kwa maeneo yale kulikuwa njia zilizokuwa zinapifisha watu, kwa sababu walikuwa ni wakali mno, walikuwa wameteseka na mapepo, yalikuwa yanawasumbua. Yesu akapita njia ile, akakutana wale watu wawili waliokuwa na mapepo, wakaanza kupiga kelele, wakasema tuna nini Bwana, unatuangamiza kabla ya muhula wetu? Sikiliza nikwambie jioni ya leo, Yesu alikuwa ameenda kwa kusudi maalum. Yesu alipita njia kwa kusudi maalum. Aliona wale watu wanateseka, aliona wale watu wanahangaika, akaamua kupita njia ile. Ndio ilivyo jioni ya leo. Yesu alikuwa na jinsi wanateseka, na ndio maana anakuletea mtumishi wa Mungu. Amina. Mtumishi wa Mungu. Amina. Yesu anapita malango haya. Amina. Anapita mlima huo. Yesu anapita ndani ya mji wenu wa Busunzu. Amina. Letea habari njema. Yesu alikuwa anawaambia wale watu, sikiliza nikwambie, wakaanza kupiga kelele, wakaanza kuomba, tunaomba uturuhusu tuingie katika nguruwe. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mamlaka aliyonayo, akaruhusu yale mapepo yakatoka ndani ya wale watu, yakaingia katika nguruwe. Nguruwe nao wakasema ya kwamba sisi hatuwezi kuishi na mapepo. Inasikitisha mwanadamu yeyote anakubali kuishi na mapepo. Mapepo ya ulevi, mapepo ya ukahawa, mapepo ya usutwa, mapepo ya uongo, mapepo ya kuvunja ndoa za watu. Hayo yote ni mapepo. Mapepo ya kuvuta sigara, hayo yote ni mapepo. Anakubali kuishi nayo. Wale nguruwe wakasema kwamba tutoe mali, hatuwezi kuishi na mapepo. Tuingie ndani, tukajiangamize. Wale nguruwe wote wakairiki, maana waliogopa ile mapepo. Haleluya. Amen. Sasa tunaomba kwamba sasa kujifunza neno ni akili. Musa alijifunza neno na akili. Kujifunza neno na akili. Unajua kuna watu wengine bado fahamu inafunguliwa kabisa. Yaani mtu anakuficha kwamba eti wale nguruwe walijua na mapepo, hawastahili kuwala. Biblia inasema kwamba waliingia kingine wakafa, na wabusungu waliingia kingine. Sema baba. Ndio wabusungu waliingia kingine wakafa. Sema sana. Kabisa. Ndio wazee waliingia kingine wakafa. Wako salama. Wako salama. Wale na mapepo walikufa. Ndio baki nguruwe salama. Tunawaita kitimoto. Ndio baba. Simzuri. Shule yetu na mapepo yanakupesa, yanakuingia ndani mwako, yanakuhangaisha, yanakutia kwa watu wanaokuogopa,
Nilisikia watu wengine wamesoma njia baada ya kuona kwamba hali yako sio nzuri, baada ya kuona tabia yako sio nzuri. Nilisikia watu wa familia zile zimezuiliwa kwamba msaidie kwenye mji ule, wale ni wachawi, watawaua. Nilisikia tu wanatoa tabia professionali, jana kwenda kubimwaga kwenye ndizi, maana hakuamini, maana anajua kwamba wewe ni mchawi, unaweza familia yake. Jioni ya leo hayo ni mapepo yanakusumbua, yanatoa watu wa uchawi, na hiyo damu naifanya ili uwe salama. Yesu anapita. Haleluya. Amen. Yuko hapa. Amen. Alitaja kufungue, alitaja kufanya hilo. Sikiza nikwambie, baada ya kuwa wamepona wale ndugu, neno la Mungu lisema watu walishangaa jinsi ambavyo wamekuwa wa Samaria. Inawezekana wakati wamerudi kijijini, inawezekana kuna watu waliwakimbia wakisema kwamba pengine hao watu wametoka makabila wakatumaliza. Kumbe hawakujua yale mapepo yamekwisha kutolewa na wako salama. Haleluya. Amina. Amina. Kwambie maana njia kufungwa, inawezekana kuna njia zako zimefungwa, inawezekana kuna mapepo yamezuia njia yako ya maisha, njia yako ya utafutaji, yamezuia kila kitu unachokifanya. Haya ni mapepo yamezuia njia zako, wewe kufanikiwa, wewe kufanikisha jambo lote unalofanya, kwa sababu kuna vitu vimezuiliwa. Ile njia ilifungwa kwa sababu ya mapepo. Sikiliza nikwambie, ukiwa na mapepo, njia zako zinafungwa. Siwezi kupita maeneo hayo kwa sababu zimefungwa. Siwezi kufunguliwa, lazima muamini Yesu. Amina. Akaona mapepo, yale mapepo akamtuma kwenda kwa mganga kwa ajili ya msaada kwa mume wake. Baada ya kuona mume wake sasa alikuwa mkali, akaenda kuomba msaada ili aweze kumtengeneza madawa. Yule mganga akamwambia hivi, utaweza masharti? Yule mama akasema nitaweza. Wewe mtengenezee tu, nahitaji mume wangu uweze kuweka kwa pani ili naweza kusema, aweze kulisikia, aweze kulitii. Yule mama tayari akakubaliana na masharti. Akasema kwamba hiyo dawa sasa, hiyo dawa leo kaya ugali utaweza? Msemu akasema utaweza. Gari msemu Akasema dawa utatoa nguo zako zote, ndipo ukalie ugali msemu uliotoka jikoni. Yes. Hiyo dawa nguo matako nitapeka dawa kwenye ugali na itamsaidia mume wako, ataweza kufukuta tena. Ili leo tunakwambia ilikuwa ni kwa tuko hasa hospitali, ikiwa watu kitokea. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama kuna ilikuwa ni mapepo. Unajua kwa wakati mwingine mapepo yanaweza kufanya kitu sana bila kutambua. Haleluya. Amen. Akasema kitu kingine, utakapomaliza kuandaa ugali na kuvaa nguo zako, utachukua kakwenda utafunika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Unajua kuna wakati mwingine wakina mama wanavaa vimini kanisani. Ndio. Wanapoingia kanisani, wanapiga maeneo yote, unakuta na wewe kaukwembe. Sasa kama huna wasiwasi na kwa ukwembe, si waachie sasa. Waambie. Umetangaza. Haleluya. Wewe umetangaza. Kwa nini unavaa kimini na unaweka ukwembe mbele yako? Unahofu nini? Maana dhambi ni aibu. Dhambi ni aibu kabisa. Maana damu na Eva walipotenda dhambi, waliingia katika aibu. Baada ya kujiona wako uchi, wakaenda kujificha. Dhambi ni aibu. Dhambi ni mapepo. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Yule mama akasema mimi naweza. Mungu akubariki sana kumtegemeza mtumishi wa Mungu. Amina. Akukumbuka kuwa mtu wa tofauti. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kisha mtumishi tunapotoa neno, hilo ni neno. Naomba. Mimi nakumbuka yule mama amemwambia kwa mtu wa karibu sana, akikushuhudia ni mambo mengi ambayo amemwona Mungu katika kumtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maana hawezi kusita kutoa. Anajua anapotoa anabarikiwa. Kabisa. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema mimi nitaweza. Wewe nisaidie tu. Maana mume wangu amekuwa ni mkorofi. Akanitengenezea. Ndio. Akaenda sasa. Akamwambia hivi, mume wako kwanza anafanya kazi gani? Ndio. Akasema ni mkulima. Ndio. Lakini mtumishi wa Mungu. Ndio. Kwa kuna muda anakwenda kazini na kuna muda anakwenda kanisani.
Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Baba waliokoka na ulinzi. Kabisa. Baba waliokoka na nguvu. Kabisa. Mama kujua baba kwa wamekoka. Hakujua kama anatembea na Mungu. Sikiliza nikwambie sura hii. Ni aibu sana ni hapo kwenda kuambia. Ndio baba. Mama alipasubiri mama wake kwenda shamba. Akaanza kutengeneza mazingira kupika ule ugali. Akaweka eneo sasiri. Akavua nguo zake sasa. Akaanza kukalia ugali. Maana alijua kwamba masaa fulani mume wake anafika. Kila mmoja anatambua kwamba mume wake kwenda shambani. Muda fulani atakuwa amefika. Mwanamke yote asiyojua ratiba ya baba. Yule sio mwanamke. Yule sio mwanamke. Mwanamke yote anajua ratiba ya mume wake. Ndio kama kutoka anafika masaa fulani. Kabisa yule mama alijua. Baba wa watu sasa akajiandaa kutoka shamba. Ili sasa rejea nyumbani. Mama akasema haya ni masaa ya baba kufika. Ngoja sasa nianze ile yao yangu. Akaitengeneza. Akakaa. Akafunika. Aibu ya kwanza hiyo. Alifunika dhambi. Sema amen. Dhambi ni mjaa. Wadanga wa kishenzi. Kazi yao wanaifanya ni kuhakikisha dhambi inakuaibisha. Kabisa. Kisha dhambi hiyo inakutesa. Yule mama kujua kama dhambi inakwenda kumaibisha. Maana kujua kama kuna nguvu nyingine ya Mungu zaidi ya hayo madawa. Baba wake katoka shambani. Akaweka jembe begani. Unajua kina baba wa zamani sio hawa kisasa. Akitoka shambani alikuwa anapiga na kamlunzi. Baba watu alipokana njiani. Anamtukuza Mungu. Anamwomba Mungu njiani. Analeta nyumbani ajui kinachoendelea. Alipofika nyumbani kama kawaida kila baba wanajua kila mama masaa fulani wanakuwa wamekaa. Ukiona baba hajui masaa fulani mama amekaa wapi. Huyo baba Opuresi. Hasimtoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba waliokoka wanajua hata mazingira wake zao. Kabisa. Kwamba mke saa hizi yuko maeneo fulani. Kabisa. Itamkuta mtoto fulani ndani ya mazingira nyumbani. Ndio. Atajua baba yule ndio kwamba masaa haya mama atakuwa jikoni anaandaa chakula. Ndio. Na kama yuko anaandaa chakula changu kinaandaliwa kiko nyumba kubwa. Alipofika pale kama kawaida yule mama kwanza kumuona kwa muda huo akajiuliza huyu mama liko wapi? Lakini mlango wa jiko umefunguliwa. Nyumba kubwa imefunguliwa. Ndipo akaingia kwenye nyumba kubwa akaanza kuweza kumuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema haiwezekana huyu mama pengine kaongana ameacha jikoni. Ngoja nikachungulia jikoni. Sasa sikiliza. Wakati yule mama amekalia ule ugali, Mungu akasema, wewe mama na wewe ugali, leo ninaingilia kati. Leo ninaingilia kati. Hautaweza kutoka kama unavyokusudia. Yule mama akafikiri kuna usalama. Yule baba akaenda pale, akamkuta yule mama amekaa mkao fulani. Akajiuliza huyu mama mbona alikuwa kaa mkao fulani? Akamwambia mama anahitaji chakula. Yule mama akawezeka. Akawa kama vile anapata pressure. Unajua mtu kama umemfanyia kuna wakati mwingine pressure zinapata. Akasema mbona mke wangu anaanza kuwawaya. Sasa kama kawaida yule mke wake. Sikia nikwambie. Masharti kwanza moja. Mume wake aliwahi kabla muda wangu kwa kalia ule ugali. Ilikuwa ni pigo la kwanza. Pigo la pili akamkutanisha baada amekalia ule ugali. Hebu nitulie kwanza. Kabisa vizuri, kabisa vizuri. Niwaambia tangu asubuhi. Ndio. Amen. Usitegemee kufutwa jasho kwenye harusi tu. Amen. Hata mtumishi wa Mungu anastahili kufutwa jasho. Kabisa. Maana ni mheshimiwa kwa Bwana. Ndio. Bwana amefanya kumheshimu. Kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kufutwa jasho sio dhambi ya mtumishi wa Mungu. Ni sehemu ya heshima. Kabisa. Mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yule mama kaanza kutetemeka. Ndio. Akatetemeka. Baba akashangaa ni nini kimetokea. Mama anajitahidi kusimama. Kaeka ukombe kakapepea. Haleluya. Mama alipoinuka. Ugali kwenye makalio. Ukainuka. Kampapita. Kwa kabisa mtesa. Baba
kuniua. Nataka kunimaliza. Oh. Mama anatembea hivi. Ndio alikuwa anaongea utaga. Ndio utaga kwa Kigoma sio kama ukipata Kibondo. Urembo kama ulengo. Urembo acha unanata. Usikia kwenye makalio. Ndio mama anatembea na hivyo. Ukali kwenye makalio. Kabisa. Haleluya. Ni dhambi. Naweza kuna mama wengine wanazidika wamezao. Unamfanya mume wako awe zezeta. Sema baba sema. Weka giana na sio na uwezo wa kwenda hata mwanzo kutafuta. Au mtu mnakaja pamoja kwenye mafika. Unamfanya kuwa zezeta. Mume wako anaharibika. Ataenda kijiweni hana hata hoja. Maana ukisha kumloga akili yake. Amen. Hiyo ni dhambi na mapepo. Sema baba. Hata upendaje amekuwa zezeta. Yes. Sasa wapi? Waambie. Usaidie kwa hivyo. Nasikia nikwambie. Ndio. Unapomfanya kuwa zezeta. Ndio. Maana yake wewe ni zezeta. Ndio. Zezeta na wewe zezeta mwingine. Kabisa. Wote mnafanyika mazezeta. Ndio. Haleluya. Amina. Amina. Hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi. Kama umefanya mambo haya, acha. Ndio baba. Toa dawa kwa mume wako. Ndio. Awe na akili nzuri ya kutembea. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Awe na akili kama ya mchungaji. Ndio. Akili yenye uwezo wa kutambua. Ndio. Kuna wakati mwingine mwambie mama leo unatoka. Ndio. Nenda mjini. Kabisa. Haleluya. Amina. Haleluya. Kuna wakati mwingine watu wengine hawataki kutembea. Ndio. Kwanza hadi matatizo mambo. Ndio. Kuna wakati mwingine lazima utembee bwana. Ndio. Ujifunze mambo. Wana kwenye mguu wa taifa ya awali. Ndio. Wana njia kwa Tanzania endelea. Kabisa. Kusimuliwa. Ndio. Unamwacha. Ndio. Haleluya. Ndio. Kila siku unakia baba leo. Ndio. Wakati mwingine wewe mwenyewe unajipoa. Ndio. Unakwenda kulemea. Ndio. Unamletea mke wako ili aweze kupokea. Kabisa. Ndio. Ndio kama utapokea na mke wako. Haleluya. 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 Mapepo. Kabisa. Mapepo. Wakiona wengine wanatolea fedha chooni. Ndio. Ana hela tatu kwa kazione. Anajificha. Anajiona kumsumbua. Anakwenda mbele zitoa hizo fedha. Hayo ni mapepo yanakusumbua. Kabisa. Wako halali. Anataka ajue fedha yako. Haleluya. Amen. Fedha yako. Kuna shilingi ngapi? Ndio. Ndio naomba nikupe sana. Amen. Mimi lazima mmoja amwekeza mke wangu. Na mimi. Na mimi hapa. Amen. Nani wataka hela? Amen. Haleluya. Wakati mwingine tukitembea tunasema kwamba wewe ni kaka na dada. Unajua kama umependana watu wanaishi kama ni kaka na dada. Yaani tuambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikamwambia mke wangu, naomba nikutoe makamasi kwa mikono. Ndio. Na mimi nikatoa makamasi. Ukiona mapepo unakuwa salama. Kama wale ndugu waliokuwa salama. Haleluya. Wakaenda mjini, watu wakapeleka taarifa, watu wakashangaa mambo ambayo Yesu ametenda. Jioni leo kuna watu wanapenda kushangaa maisha yako. Amina. Watu wanapenda kushangaa watoto wako. Amina. Watu wanapenda kushangaa kubariki. Kabisa. Mungu anakuwa anakuinua. Jioni leo tunapeleka taarifa huko kwamba yule mama aliyedharaulika leo ni mtu wa baraka. Ndio. Leo ameokoka. Kabisa. Leo ametengwa na majirani. Ndio. Watu walikuwa wapiti kwake. Ndio. Leo ameokoka. Watu sasa wanapita kwake. Watu wataanza kupeleka habari njema. Amina. Wewe imani tu umkubali Yesu Kristo kuwa Mwokozi wa maisha yako. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Uluwela amana. Uluwela amana wambaluwela. Uluwela amana wambaluwela.
Niombe kama upo. Wamesema kwamba tayari nimesikia maneno na Bwana amenigusa. Nahitaji nijipatanishe na Yesu. Nahitaji nimwambie Yesu. Inawezekana mwanzoni ulikuwa unamwamini Yesu, baadaye ukarudi nyuma. Ndio. Lakini inawezekana kabisa bado hujaokoka kabisa. Inua mkono wako tu. Inua mkono wako baba, mahali ulipo. Mahali ulipo inua mkono wako. Mahali ulipo mama inua mkono wako. Inua mkono wako dada. Usiwe na aibu. Yesu analo kusudi kubwa kwa ajili yako. Inua mkono wako tu. Naona kuna wakina mama kule wameinua mkono. Inua mkono mama. Amen. Yesu anakupenda. Amen. Yesu anakupenda. Inua mkono baba. Amen. Wewe ulioinua mkono huko, sogea mahali hapa nikuombee. Sogea mahali hapa nikuombee. Nikuombee maombi mazuri. Sogea mahali mkono wako. Usiogope hapa kwa Yesu. Hakuna shida yoyote. Yesu anapenda
ajili yako. Sogea. Aliomba wagonjwa msiwahi kuondoka. Kuna muujiza wako katika jioni ya leo. Kuna uponyaji wako katika jioni ya leo. Baada ya kuhudumia hao, kuna uponyaji unakwenda kwako. Kuna uponyaji Sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi tangu utotoni mwangu hadi kufika ukubwani huu. Yesu, kuanzia leo katika jioni hii mbele ya mashahidi wengi nimeamua kwa moyo wangu wote, ninatubu mbele zako Bwana. Nipokee Yesu, futa dhambi zangu zote nilizozitenda, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nami ninaahidi mbele za watu wako, nitaingia kanisani, nitaungana na watakatifu, nitakuabudu Mungu leo hai. Mungu, Mungu, Yesu, Roho Mtakatifu, nisaidie kuanzia sasa na kuendelea, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mtumishi wa Mungu, waombeni watu hao. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu wetu kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya rehema ambazo Bwana umezishusha katika watu hawa. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Mungu Baba. Amelikiri jina lako, jina takatifu, jina la uwezo, jina la mamlaka, jina la wokovu. Yesu mwema, naomba upokee katika ufalme wako. Wewe ni Mungu aliye hai. Jesus. Yes, yes,
anatupenda. Wewe ni mwema na mwaminifu. Jina la Yesu aliye hai. Baba naomba uweza wako. Baba naomba uweza wako. Wewe ni Mungu wetu. Yes, mwema. Yes, mwema. Ruhusu Mungu zako leo. Ruhusu Mungu zako chini leo. Waje watawale Bwana. Yesu watakase. Yesu watakase. Yesu watakase. Yesu watakase. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inang'oa kila inaweza. Kuna maono. Kwa jina la Yesu. Baba na alikotoa kuna uwezo wako. Tunawaomba Bwana. Watakase Mungu wetu. Watakase Baba. Ubadilishe maisha yao. Ubadilishe maisha yao. Ubadilishe njia zao. Wewe ni Mungu wetu wa pekee. Wewe ni mwema na mwaminifu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu ya utakaso. Damu ya uponyaji. Damu inayonena mema. Tuwe watu hawa. Damu inayoondoa dhambi. Tuwe watu hawa. Damu inayosamehe. Tuwe watu hawa. Ishuke ndani ya mioyo yao. Baba yetu wa mbinguni, wewe ni mwema na mwaminifu. Wewe ni mwenye uwezo Bwana. Wewe ni mwenye mamlaka. Naomba uwezo wako Baba. Naomba nguvu zako kwa ajili ya mama huyu. Baba mtakase. Baba mrehemu. Rehema zako ziwe juu yake kwa jina la Yesu. 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 Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea wokovu kwa jina la Yesu. Yesu mwema. Yesu rehema. Amani. Yesu wa upendo. Wewe ni mwema. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwenye uwezo. Naomba neema yako. Naomba uwezo wako Bwana. Baba utawale Mungu wetu. Utawale Baba. Utawale Yesu. Utawale maisha yao. Utawale maisha yao. Utawale maisha yao. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Bwana mabwana. Wewe ni mfalme wa falme. Kwa jina la Yesu. Naomba uwezo wako. Utembee Baba, utembee. Utawale Mungu wetu. Utawale Bwana Yesu. Utawale maisha yao Baba. Yesu wakuone. Yesu wakujue. Yesu wakutambue. Wewe ni Mungu. Mungu unayebadilisha. Mungu unayetenda mambo makubwa. Unayebadilisha maisha ya wanadamu. Unayebadilisha maisha ya watu hawa. Yesu tenda sasa mapenzi yako. Maisha yao yakabadilike. Maisha yao yakabadilishwe. Maisha yao yakabadilishwe na neno lako la uzima na damu yako Yesu. Kwa jina la 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 Yesu. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Nguvu za mapepo. Nguvu za majini. Hazina mamlaka. Hazina uwezo. Hazina uwezo. Pokea. Pokea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba yetu wa mbinguni. Asante Bwana. Asante Mungu mwema. Asante Mungu mwaminifu. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa nguvu zako Bwana. Wewe ni Mungu wetu wa pekee. Unastahili Baba. Unastahili mfalme. Tuna vipawa. Tuna vipawa. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Tunavunja maagano. Tunavunja mikataba ya kuzimu. Tunaivunja. 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 Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu mwenye uweza. Yesu mwenye mamlaka. Yesu mwenye uzima. Asante Baba. Asante kwa rehema. Asante kwa uweza. Asante kwa mamlaka yako. Asante kwa nguvu zako Bwana. Uweza wako ni ajabu. Uweza wako ni ajabu. Yesu mwema. Watetee watu hawa. Ukawatetee. Yes.
Baba nakubariki, Baba tunakutukuza, tunasema asante kwa ajili ya ukuu wako na uwezo wako. Asante kwa damu yako Yesu. Niombe wale wote ambao mmekiri. Niombe mkutane na mtukaribisha katika sehemu yangu kesho saa 3. Karibuni sana saa 3 kesho tuko mahali hapa. Wewe kama ni mchungaji wa ufu wa shirika wako waje hapa. Watajifunza mambo ya Mungu. Watakufaa katika huduma yako. Watafanya mambo mazuri katika kazi ya Mungu. Usiwabane huko nyumbani. Hii ni kiangazi, njoo jifunze neno la Mungu. Ninawaalika wote waimbaji wote madhehebu yote, njoni tujifunze neno la Mungu mahali hapa. Amen. Naomba mtumishi mmoja aje hapa mshukuru Mungu. Karibu mshukuru Mungu. Niombe sasa mahali hapo ulipo, inua mkono wako. Mtumishi wa Mungu anapokwenda kuomba, tunapokwenda kuomba tukuombee baraka za jioni ya leo. Bwana kulinda kutunze. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa maombi. Amen. Baba katika jina wewe ni Mungu, wewe ni mfalme mwema, umekuwa msaada wetu. Bwana tunashukuru kwa neno, kwa kipindi tunashukuru kwa mkutano hadi jioni ya leo. Bwana waongoze watoto wako tano wewe Bwana. Bwana waongoze njiani. Asante kwa mtumishi wako Bwana afike nyumbani kwake salama, kwa mchungaji. Bwana acha njema. Asante kwa mtumishi wako kuinua. Wewe mahali hapa. Bariki baraka zote za Israeli. Yesu Kristo. Bwana ukawape kibali, tunakushukuru. Bwana kurudi tena katika neema yako. Bwana kila mmoja na kabisa neema yako. Kwa mdogo kwa kila mmoja usinipumzikie wako kubariki. Ile kusikilizwa kwa muziki wako. Usiku wa leo wewe wako mkuu tivasema. Bwana kuweza kunitendea kupenda mwanadamu. Asali kwa jina la Bwana na usiku abariki watu wote. Abariki watu wote.
uweza. Na nguvu za simama wakaile wakabalika kusema katika jina la Yesu Kristo. Wao wote kupitia jina